Shell Club Surprises campaign was conceived with a desire to reward and recognize our customers who are loyal Shell Club members. We got an influencer who would actually get to the station. They would engage a customer. I'd find out whether they are Shell Club members by checking on the USSD *523#. And once they identify that they are a customer, that influencer would actually have a conversation with them on a current need that they have. Loans, paying rent, school fees, fuel needs, and any other area that would be a little bit more personal. How bad was the flood around your area? It was so bad, you couldn't salvage anything. Mlinikwamua. Tulipatananga wakati wa mambo ngumu kabisa. Kulikuwa kubaya. Ulinisaidia sana. Karibu ningekupigia magoti hiyo siku. We met Sarah, a Shell Club member, at her lowest point in life. This is how Shell Club put a smile on Sarah. The following is her story. Nilikuwa member tangu dini, nimeregister tangu dini. Niliregister hapo kitu hapo January. Shida ikanitokelezea. Shida ni nini katoka? Alikuwa tuka na complain mambo ya kichwa. Alikuja akafungua shule. Imagine kufungua shule mtoto wangu nikaitiwa shule. Landlord anakaa wapi? Unaweza shout tena kwa tupe notice. Yuko. No, yuko. Huyu amekaa bila kulipa. Kuna arrears. Ulikuwa na arrears ya 2 months? Miezi 6. Uko na arrears ya ngapi? Kutoka January sijalipa up to now. Acha nikulipie miezi 6. Alafu sasa wewe kutoka hapo sasa ukuwe na mzigo mmoja imekuondokea. Si ni kweli? Hakuna msaidizi. Tulipatananga wakati wa mambo ngumu kabisa. Kulikuwa kubaya. Sasa hiyo nilikuanga na mtu yuko KU. Tulikuwa tumesukumana, rent ndio hiyo. Umekuwa na challenges yote hiyo wakati ambao uko umelipa, alikupeleka namna gani? Okay, sema tu kweli alikuwa ameenda kwa chief. Oh, so huko mahali unakaa mtu upeleke kwa chief. Ndio mtu anapelekangwa kwa chief. Kaenda kwa chief sasa venye nilikaa mwezi wa pili. Ndio alienda kwa chief. Kwenda kwa chief. Chief akamwambia itabidi tu uelewe kwa sababu si ati ako mgonjwa imetuma kuya hapo. So itabidi tu muelewe. Akikuja tutajua vile tutafanya. Na chief mwenyewe akanipigia simu. Na bahati nzuri ukanilipia rent ya miezi 8 arrears na miezi nyingine mbili. Miezi nyingine mbili. Mtoto na yeye akadischargiwa. Oh, nice. Kwa sukumana nako ndiko kalikuwa ka second born, lakini kakalemewa na safari last month. Ndio hapo. Yote ni ya Mungu. Lakini tunafurahia tu hiyo moment Mungu anatupeaga na watu. Hiyo time ndio ilikuwa ya maana sana. Haya pesa imeingia. Imeingia ya pesa ngapi? 160. Tunafurahia that ulikuamuka na sasa tunaona uko poa. Wewe mlinikwamua. Tumefurahi sana. And God bless you and thank you for having us. Hata nyinyi mbarikiwe sana. Yes. Na Shell idumu. Hebu fikiria wewe ni driver wa tours. Gari yako imeharibika, hauna kazi. Unachukua loan kwa Shylock ya 150,000, unashindwa kulipa. Mambo yako inazidi kuharibika, unashindwa hata kulipa rent. Hivi ndivyo mambo yalivyomfanyikia Geoffrey, lakini kilichomsaidia Geoffrey ni kwamba alikuwa Shell Club member. Unaniwekea gari 5,000. Si nimeweka. Alafu uniambie nilipe jumuni niko na 500 peke yake. Chacha yani. Ongeza 1,000 nyingine moja. Mimi ulinipata wakati nilikuwa chini kidogo. Juu hata uliniwekea gari mafuta 6,000 nikakosa kuamini. Uliniokolea juu nilikuwa naenda Mai. Kwa bado gari nyingine yangu ilikuwa imeharibikia huko. Biashara wewe ulisema unafanya? Mimi nafanya na tours. Na ni nini umekosa gari hujatengeneza? Nimechukua pesa kwa rafiki yangu 150,000 ya Shylock. Nitengeneze gari, bado gari haijakuwa. So imebidi sasa nijipeleke. Sasa hii kuna mtu nimeangukia, mtu anaenda hivyo. Yes, so ile time nilikuwa na Noah na nilikuwa na van, hiyo gari nyingine ilikuwa imeharibikia huko Mai hiyo. Lakini bado nilikuwa nadaiwa rent ya miezi 2. Sikuwa nimelipa. Lakini ulinisaidia sana. Karibu ningekupigia magoti hiyo siku. Junoa nikaenda kutoka. Nilikuwa naona kama unanitoka. Ukaniambia kama nikikuamini na nikuwe serious nikuamini unanilipia miezi 8. Sasa kitu nitafanya, wacha nilipe miezi 8. Picha tapiga. Sijalipa rent for hiyo miezi yote 6 until December. Hiyo pesa yenye sasa ningelipa rent ilinisevia sasa
kuendelesha biashara na kulipa school fees ya watoto wengine mawili. Yes, wawili mapasha. Yes. Nice. Shule wako sasa hiyo wako form 2. Last year walikuwa form 1. Tumefurahi sana. Okay. Thank you very much for having us. Yeah. Na asante sana kwa kuwa loyal customer pale Shela. Nashukuru sana. Brayo ni dere wa Senke, ukipenda Nduthi. Time tulikutana na Brayo, wife yake alikuwa na ball, and guess what? Hii Nduthi ni alone. Haikuwa imemaliza kulipwa. Life iko aje? Life iko poa, but too hard to see poa si mbaya pia. Katikati hapo hivyo. Katikati naona kuna mangota, unajua? Matili vibe. Hizi ni maasset tu. Maasset. Unasema ukisema unatoa moja unaekelea ratili. Nice. Sasa nikotaka kujua najua kuna ile time ulipitaga hapo panaitwaje hapo Shell. Niko na boys wetu wamekuchangamkia hapo hivi. Unaweza niambia kulikuwa gaji? Sema tu ilikuwa ngumu juu yenyewe hapo time nilikuwa na kashughuli hapo tu. Ulikuwa na kashughuli? Chini ya maji. Time mlikutana ulikuwa gana Senke? Ni tu bado ni vile tu change tu color. Loan unalipanga how much? Pale 73. Leo Shell ikiamua kukulipia 1 month 12k. Nasikia vizuri sana. Nafurahia tu sana. Unafurahia vipi? Sana. Tukikulipia 2 months. Guys, hebu niambie ngori alikutoa ilikuwa gani? Mimi ngori niliokolea nayo ni hiyo time nilikuwa na loan ya bike. Na the same time bado mama alikuwa amejaa. Nilikuwa na mashida mingi sana. Mashida gani? Niambie bro. Mama bibi pale ni mjamzito. Sisi pale mama ako na ball bado na shughuli ndio hii bado Ivani, ulikuwa unasikiaje hiyo time? Hapo nilikuwa nimeamua yenye hata kama ingeenda mama azienda koza kitoka kwao wanako amejaa. Baki tu ni walinimalizia loan. Ya mangapi? Iko 104. Tumalize hii loan yote. Sahi. Wambo na bwana wa Wambo Shell Club imewalipia 104,000 Kenya shillings. 104,000 Kenya shillings. Uliamini by the way? Uliamini ati ni kweli deni nalipwa ama ulikuwa unafikiaje? Unajua pia wengine wanaweza ni kama watu wanakupima. Nikiambiwa amini kwa banduni jokes zile ama zile prank. Prank. Alafu wakwambia tupatie mapaybill kusababishie kidogo vile anaambia confirmation. Kupiga kwa kampuni tenje nasikia mambo yako unasikia mambo yako kwa fine. So ulipea logbook mwishowe? Logbook niko nayo. Sasa unasikiaje unapiga Senke shughuli yako fiti, hakuna mtu anakudai eni? Saidi niko nayo mimi sasa tu ya mama peke yake chakula na watoto kijana huyu. Loan yote imeisha. Walai. So mimi already nimeweka foot niacha kula. Niki. Sasa venye alikupigianga simu akakwambia niaje tumepata form hapa hivi ni kama Senke tutakuwa tukidaiwa. Sema kakuje saizi. Niliuliza msanga. Hiyo ni poa sana. Tumefurahia tulisema tupige naye gumzo. Na tangu hiyo time imekuaje? When floods hit Nairobi, Kenya, it destroyed property and displaced people. A Shell Club member is one of the victims. She lost everything to the floods. For those who are watching us, maybe to remind you, this is Rachel. Rachel met in Shell Kiambu Road, Kilimani. Nilikuwa na fees balance ya 20. Fanya hivi, wacha nilipe hiyo 40 yote. Tuko sawa? Wewe unanifurahisha na sababu ya single mom ambayo umejituma. Wacha niongeze 10 hapa. Ulikuwa nakaa Saidi ya Mombasa Road. Yeah. By the time we met, ndio Kenya ilikuwa na floods. Yes. Maybe you could touch a bit and what was happening? Of course, there was a lot of flooding. I know you cannot remember how bad things were. Your time, ulikuwa unaenda mahali, unapata, unaingia kwako, unapata maji, inakufika huku. Naenda kutafuta nyumba. Unahama? Wangu kumeflood. Ukiangalia nikikufungulia hii gari yangu naweza kufungulia uone imejaa maji by the way. Sababu ya mafuriko, wacha niongeze 10 nyingine. So ikuje 60.
How bad was the flood around your area? It was so bad. In fact, the Kagari, the Kamaruti, I had to sell it. Eventually. That is after we met. Yeah. Later, I think like 5 months later. Vitu zako zilibaki? Did you salvage anything? Of course, electronics, most of them zilikuwa zimeingia maji. So those ones you couldn't salvage anything. You just have to pick it up from where you left. For the mattresses and the seats, zingine you had to call fundi na watu wa kudry whatever. Na nguo zingine, but I also threw away a lot of clothes because you know with time pia zinaguma. How has it been since then? Oh, it's been better. Hey, Shell, muli tusaidia by the way. Asante. Mungu anasaidia. Mungu anakujanga wakati ule. Leo tunakutana na jamaa mmoja kwa jina Robert. Robert alikuwa ni taxi driver, ukipenda mtu wa Uber. Lakini mambo ikawa imeenda segemnege na Robert alikuwa amebakisha kidogo achotwe. Mlikuwa na rafiki yangu pale Shell. Yeah. Na mambo ilitendeka. Is this your car? Yeah, this is my car. It's your car? It's on loan. It's on loan? Yeah. I usually pay the Equity Bank. Life ilikuwa imekufikisha wapi? Life ilikuwa ngumu. Yenyewe ni bahati. Kwenda tu yale kuingia tu Shell ilikuwa bahati juu gari ilikuwa inachotwa. 215. Yeah, tumebakisha 215. Nimebakisha. How much do you pay per month? 145. Let's say mtu akulipia 25,000 1 month. Wow. What if I tell you that let's say kuna mtu anaweza kulipia for 2 months? Hey Robert, hadi ukasema Wacha nikuulize, terms and conditions zao zilikuwa gani? Terms and conditions ilikuwa unalipa 25,000 per month. Ukidefault. Default yako inaanzia wapi? Ilikuwa tuseme kama unafaa kulipa tarehe 5. Ulikuwa unapewa wiki. Kuna bank na chama. So chama ndio inakupeleka mbio ulipe bank. Na ulikuwa na guarantors? Ilikuwa tu achukue gari na vitu vya nyumba. Na mwenye alikuwa guarantor ni bibi. So wewe inamaanisha ungekosa gari na ungekosa makao. Pia nyumba ilikuwa inaenda. Shell Club na mimi tumependa kukulipia 4 months. 4 months. That's going to be 100,000 and 600. Yeah. Alafu bas. Ndio hiyo sasa Shell ikashuka tu na mimi. Hapo sasa ndio nilibahati. Very nice. Yeah. Na mambo ikakuwa cleared. Logbook ukatransferiwa. Iko sawa. Kila kitu ikakuwa sawa. Na ukasema sasa mimi na nyinyi. Mambo ilikuwa ngumu, tuachane. Mambo ilikuwa ngumu. Unasikiaje ukikaa hivi unaamka unaenda pale kwa parking unaona? Ninashukuru tu. Gari simama tu hapa. Gari ni yangu. So ile kitu natafutia watoto ni yangu 100%. Hakuna mtu anakudai. Hakuna mtu ananidai. Ni mimi tu na familia. Nice. That's the best part. Yeah. Na wife anasikiaje sasa hivi? I think hata saa hii angekuwa karibu hata amenona. On my low moment ni atishai kuja kuchotwa tena. Hapa tu. So hii ni ile ulikuwa umepigwa traka 2. Ndio hiyo sasa. Ukitoa moja wako na nyingine. Ndio hiyo sasa. Imagine mzazi mwenye unasaidianga ndio unaambia tu auze mbuzi ili ukuje uokoe gari. Nini nyingine uliyouza? Kitu nimefanya ni kukopa. Na kuna wenye waliwahi kutoka. Kuna mtu ulipigianga akasema leo sasa taiwe. Hata saa hii iko. Hata saa hii yako. Ni venye saa hii najua sasa hata tukipatana nitambeba. Lakini shai nitoka. Lakini Shell ikakuja through. Mungu anasaidia bro. Thanks man. Leo unajua ndio nimekuja hapa ndio nipatie lift na gari yako. Karibu sana. Hii haina sako. Hii sasa haina sako. Hii hata nikikupeleka wapi? Hii tunaweza kusimamia Webuye. Twende. Very nice. Sahi hata naweza afford kukua off. Sasa juu unajua unapiga 100%. Juu unajua niko 100% so naweza hata unaweza kaa hivi unasema leo hata siingi. Acha nikae na familia. Yeah. Niende nichukue familia. So wacha hata mimi nikupeleke out. Najua uko pale nyumbani unajiuliza, na mimi nitaibahatika lini? Ni rahisi sana. Dial *523# or access Shell Club kwa M-Pesa app and become a Shell Club member. Na haujui mahali utakutana na wewe mwaka huu, na hujui ni surprise gani ambayo utapata kutoka kwa Shell Club team. Shell Club.